Wafuatao wapite mbele: wasusi, vinyozi, walimu, maprofesa na lecturer, makonda wa daladala, ma-MC, mamodo, wafanyakazi wa kazi za ndani majumbani kwetu, wafanyakazi wa field kwenye taasisi, ofisi na kampuni mbalimbali, kwa mfano wale wasoma mita wa DAWASA au wale wanaopita kusajili line za makampuni mbalimbali, hawapo. Na kundi la mwisho ni wafanyabiashara wanaotembeza bidhaa zao almaarufu kama wamachinga. Mambo, ni Dr. Florence Kanoso, na sababu nimewaita mbele, ninataka mimi na nyie tuzungumze namna ya kukabiliana na hayo maumivu makali ya kisigino unayoyapata kwa sababu ya aina ya kazi uliyochagua, ili mwisho wa siku uweze kutimiza ndoto yako bila kuharibu afya yako. Karibu. Haya maumivu ya kisigino kwa kisayansi tunayaita plantar fasciitis, na yanatokea kwa sababu kuu mbili. Ya kwanza ni muscle imbalance, nikiwa namaanisha hivi: ukiwa unatembea kwenye shughuli zako za kawaida kama mwalimu, kama machinga, kama msoma mita, kama lecturer, msuli ambao unautumia zaidi ni msuli wa mbele wa paja, ambao kwa Kiingereza tunaita quad. Sasa kwa kuwa unautumia quad zaidi, msuli wa mbele wa paja, unakuwa huutumii huu wa nyuma na wala huutumii makalio. As a result, misuli ya makalio inakuwa very weak. Sasa misuli ya makalio ikiwa weak, inapeleka nyonga mbele. Nyonga ikipelekwa mbele, magoti yanakuwa na tabia ya kuingia ndani hivi. Magoti yakiingia ndani, yanaenda kuhamisha kiwiko na chenyewe kinaingia ndani. Matokeo yake sasa, ukiwa unatembea, kwa sababu kiwiko kimeingia ndani, unakuwa unaweka pressure kubwa sana bila wewe kujua. Unakuwa unaweka pressure kubwa sana kwenye kisigino, and that is how matokeo yake unaanza ku experience maumivu. Muscle nyingine ambayo inakuwa iko very dominant ni kigimbi, kwa sababu ukiwa umesimama wima, sasa labda ndo MC, umesimama zako kwenye podium, unatoa zako speech sijui nusu saa nzima, umesimama pale, and you keep doing that over and over again, msuli unaotumia ukiwa umesimama ni msuli wa kigimbi.